Yeah. What's up, wadau na wadau dads? Welcome back again to another episode of Simple Talk with I and I, Arturo Magics, alongside This is us. Yeah, ananga mambo mengi yeye. Intro ni fupi tu. Anyway, as we say kwa Simple Talk, ni hivyo tu, Simple Talk. Yani hapa ni chit chat tu, unajua, we listen, we don't judge. We see, we don't judge. Inasemwa, we don't judge. Hapa hivi hatuna magistrate, sisi yetu ni macho tu. Macho tu. Yeah. So a lot's been going on. Kama K. Yeah. Mambo tu kwa hii nchi yetu iko akosangi utamu. But more so nimeona watu sana wana relate sana na hii mambo ya male female ama relationship vitu. Na kuna story nilipatana nazo during the week. And nilikuwa nataka tukama unisaidie kuchambua, unaona? Okay. Kwanza kabla tuende tutaongelea kitu kingine. Actually it's about sexual behaviors kwa relationship, unajua. Okay. Kuna zile vitu nitakuuliza tu swali la yako. Leo nakwambia uko okay. Kuna some sexual activities zenye kama ni weird kwako as a lady, and pia vice versa for guys. Pia kuna some sexual activities zenye unapata dem anataka zinamstimulate, but then sijui, unajua, reason you smiling like that. Hapana, unajua nacheka juu. The police on the day tulifanya last time, I found it yani ili bamba. I felt ili feel educational, ili feel more societal. Ingine ina feel a bit erotic, but all in all tuko hapa kubonga piga story. Na mimi najua hizi vitu watu wako, kuna madama wako tu na mafetish zao, hawataka kuongea, tunaongelelea leo. Lazima tu ina affect everyone. What do pale nilipatana na hiyo story, it's not the only place that can happen, unajua. So yeah, tutakuwa tunaingia kwa bedroom kidogo. But pia kuna kitu kingine bado nilikama across. Actually nilikama across kitu imekuwa. So on that regard, as we start the show, when ndio madem ndio wanakuanga tamda kienyeji nini. So swali moja, kuna kuanga na machali kienyeji? Definitely. Okay. Wako yo. That's new. Hakuna aje. So ni gender yetu peke yake kuna vienyeji. Yeah, kuna vitu zingine hata nyinyi mko na vienyeji. So kuna machali kienyeji. No. Wewe. What's kienyeji to you by the way? Hiyo ndio swali nataka kukuuliza. Alright. Dem kienyeji ni dem gani? Now getting it now kutoka kwangu. So from me, dem kienyeji si dem ametoka tu shago pasi. Hiyo ndio watu hiyo definition ya ati dem ametoka kushago ni kienyeji. Mi kwangu dem kienyeji ni dem iko exposed to a lot of things. Dem si mjanja. Mambo ya town yaelewi. So in short, kienyeji ni ushamba. Nika ushamba. Hiyo ni according to you ama according to generally how it is. Because mimi shaka na mabeshte wangu, and if they come across this episode, watasema watakubali juu. Kuna time tushai have argument refu sana na beshte yangu. Yeye alikuwa na insist yeye adilingi na vienyeji. Atajwe jina wewe tujue ni gani. Mtaje jina hapa. Hapana, sasa mtaja, lakini niko sure ataona hii episode na tongea. Anasema
yeye ajilingi na vienyeji. Lakini hata nikwambie mwanaume wowote hapo nje asijaribu kudanganya ajai nitumie kula ama nitumie jina. Hivyo hakuna mwanaume hapa nje hajakula kienyeji. Hebu tuambie experience yako. Aziwe. Sasa kama hakuna. Unaleta unasema, unaleta. Nikishasema hivyo, unafaa unaacha naendelea na discussion. Okay. Hakuna mwanaume hajakula kienyeji. Everyone. Every guy akona ile experience ya akona ile ako zile masiku zake za emergency. Wajua saa nyingine kukaa bila nini inasumbuanga sana. Inakuharibia mood, unapata vitu hata haziingiani, lakini unapata ukienda upige hiyo shughuli tu vizuri tu, uache kilo kaa 2 hapo. Mnapenda ngono hapa nje. So, kila chalia kona ile experience ya either one ameleta kienyeji. Amekamna mtu wake, unajua kwa kienyeji hiyo sana. Hiyo time au. Sasa imagine anakuwa mali safi. Then asubuhi anashindwa. Sasa huyu atatokaje? Mbona unakuwa ashamed? Wewe ndio ulileta. Ndio ushasikia poa. Unakuwa ashamed kwa nini? Hata mshangaa. Wewe ile masaa sasa ya kumleta unaweza mleta. Ilikuwa sawa ulimleta tu na confidence yote unajua. Hata labda ulikuwa umemshika mkono unaona. Hauwezi ngoja mfike. Lakini sasa asubuhi kidogo inakuwa ngumu. So mimi shake kwa hiyo sila. Tueleze yako. Shake kwa hiyo sina. Every guy like nimesema every guy shake kwa hiyo sina. Mimi nataka kusikia yako. So asubuhi imefika na niko place a bit the court system. Ushaona kwa court system vile kuna kiwango. So lazima kwanza utoke kwa uzuri sasa haikuwa upload ya watu wengi. Ilikuwa nini main house. So ni kutoka kwa gate. Sasa ukishatoka kwa gate too much publicity. Alafu lazima utembee. Na kwani unaibika? Hata nimalize short. Lazima utembee ka distance. Alafu sasa stage iko mbali. So what happened is niko kichwa najua huwa juu. Unaona? So huwezi mwambia let's tutaona na next time round 2. Sasa lazima utoke na yeye. Tunamchukulia Uber. Imkuje tu hapo hivi. Uber zilikuwa zimekuja kweli? Uber it's a while back. I think zilikuwa zimeanza hiyo time penye walianza sijui wanachemewa nini. But Uber was not a thing. And then hakuwa pia ati anaenda mbali. Ndio shafika stage akichukua public transport ni 20 shillings tu. Where anaenda. So tumetoka. And also ukweli ilikuwa ngumu. Sasa mimi what I did and by the way si ati ni kitu poa ati matalii ufanye. It's a very bad thing. Hiyo ni kudownplay mtu like ni kubeba mtu as a lesser. Lakini it happens. Unajua it's not right. Juu hata wewe nakumbuka pengine ukisema hizi vitu happen nikakwambia just because it happens haimaanishi ni right. So hata mimi juu nilifanya haimaanishi ni right. So kutoka sasa si tunaenda hivi pamoja. Ilibidi nimepiga kona tena. Nikajidi wacha nichukue kiti kwa duka tembeanga tu nakupa tamaa. Ikabidi nimeenda kwa duka. Alafu sasa nimekuja. Alafu pesa yangu pesa yangu haifiki. Si unajua nilimwambia tembeanga nakuja. Yeye akiangalia ananiona nakuja. So anaendelea kutembea unaona. So akiangalia onendomi nakuja akiangalia akirudi kuangalia mbele na mimi naua pesa. Sasa na aenda. Kwani how bad was it? Unajua kuna kienyeji presentable. Wacha kwanza nikwambie. Acha nimalize kuambia kuna kienyeji presentable, kienyeji na safi. Tutaingia hapo sasa. Juu nataka kwanza to define kienyeji. Juu mimi nimeona the word kienyeji ina misuse. That's why nilianza na kuuliza kienyeji ni nini. Unajua
Acha dema, kuna dema amezaliwa Nairobi all her life. Ameishi tao, but kwangu ni kienyeji. Yeah. Na mimi ndapeana version yangu ya kienyeji. Acha nimalize story. So mi akienda mbele na uwa pace ndio yani ile nisifike. So tukaenda, kulikuwa na certain curve. Ukishapiga hiyo curve, ukiangalia huko mbele straight ahead, like literally tu unaona magari ndio zile. Una guess. So nikaendelea tu na tactics zangu. Sasa ile tulipiga hiyo kona hivi, sasa ndio nikaongeza pace kidogo, nikamwambia nataka kuenda ni arrange nitoke. Lakini unaona ukienda tu straight hivi pale, ukienda tu usipige kona, tu usiangalie left right. Enda tu straight. Hiyo hapo hivyo utapata magari za nini. Kuna watu wabaya hapa nje. Na why did you do that anyway? Ukimchukua nilikuwa busy, nilikuwa na shughuli. Ukimchukua nilikuwa na shughuli, nilikuwa busy. Si ulipita vizuri. Unajua sasa ni kuenda kumaliza siku. Una rush, nyumba iendi mahali. Wow. Unaona? So lakini asubuhi inakuanga mambo. Na hiyo kitu inakuanga mpaka maji. It happens kila mahali, all over the world. But nothing is new by the way. But vile tumesema, it's not right. Sasa vile unajua years have gone by, I'm matured now. Hizo zilikuwa campus days. Oh yeah. Sasa nikiangalia hivi, I'm like, ufai ufanyie mtu. I think na pia wewe kama dem, sijui kaisha kufanyia juu kienyeji. Kila mtu, unajua kila mtu ana taste yake. Kuna ule maybe akikuangalia anasema kienyeji, kuna ule akikuangalia anaona mali safi. Juu hata hiyo unaona huo sasa, huo mwenye nakwambia nilimuonesha hivi njia. Alikuwa hot cake mahali fulani. Of course. Mbaya sana. Yaani si ati nasema ati lazima alikuwa, najua alikuwa hot cake. Kila mtu ako na. So wewe isha kuhapenia yani hiyo. Mimi kwanza siwezi encounter na kienyeji because I'm something. No, as in mtu ashai kuhandle kama kienyeji. Like ile unajua like kila mtu ana nini yake, nitasemaje, taste yake ama preference or what, for whatever reason. Juu si lazima ukue kienyeji ndio ati chali atake ama akue hataki kuonekana. Anaweza kuwa pia anaficha white, labda ilikuwa ya kuiba. Labda you are the unofficial one. Yes, kuna nyesha ikuwa unofficial of which sisi watu tulikuwa tunajua just do this for fun. So si hata atashinda kunipeleka stage. Atanipeleka stage for some days, but kuna zile siku zenye napitia kabla. Haya. So, nilikwambia kuna best yangu alikuwa anasema yeye JD. Na hii definition ya kienyeji over time, I think imechokorwa sana, na understanding yake ama meaning yake I think imeguess. Juu mimi growing up ndio understand sasa pale kwa kienyeji nikitry ku avoid. Wewe unasema kienyeji ni tuseme mshamba tu, juu whether wewe ni wa Ocha ama wewe ni wa Nairobi, kuna kienyeji whichever way. But then kuna pia hii aspect ya dem wa Ocha. Sasa mimi vile nimekuwa nikijua kienyeji, my era and watu wengi wataibake, ni kienyeji ni ule unajua growing up. Sasa hiyo iko time yangu, mimi nilikuwa mdogo. But au watu wa big nilikuwa nasikia kusema you cover the face and smash the base. So ikifika hiyo point ya cover the face, hapo ndio the term kienyeji inakuwa. So in short, kienyeji ni dem ako sawa, kila kitu imekubali, lakini facial features kidogo zinamtolea marks. Ni kama zile matatu za kitambo. Ushaona zile matatu za kitambo zilikuwa na kichwa. Sasa nyingine ulikuwa unapata
body ni mzuri, body iko fit, iko strong, lakini kakichwa kwanza kanaka hapo katikati mahali body na kichwa zimeshikana, kamechoka, yani kameinama, kameangalia hivi. Lakini sikuna hata warembo vienyeji. Sasa ndio hiyo, the term rembo na kienyeji haziwezi ingia kwa the same sentence. Zinaingia. Dem rembo ile yenye mimi najua yenye ni grow nayo ni dem rembo hafit kwa kienyeji. Hafit at all. Kienyeji ni ule dem sura imemharibia. Unaweza pata ni dem hata mjanja, ni dem watao, dem ana vibe, dem anajua fashion, unaona, lakini kidogo kwa uso hizo sipo, haiko na make sense. Sasa mostly ulikuwa unapata madem hawa wakunyoa, unajua madem vienyeji walikuwa wanyoani. Unajua kienyeji tena tuseme ni kienyeji anywangi. Hawaikangi nywele. Yani ni wale kienyeji. Si unasikia tu hiyo the word kienyeji. Yani hana sense of fashion, hana sense ya style, unajua. Simu expensive, yani ajui, hana demands, ni kienyeji, ni natural. Mko na demands. Unasikia unaitwa vienyeji jamna demands. Si demands. Unaona akivaa kale kuna tuskati twingine tunakuanga naona tumeshika mwili hivi, alafu huku chini tumeachilia hivyo. Zinaitwa fish. Amevaa hiyo, alafu amevaa slippers. Hizo enzi zilikuwa hizo slippers. Sana rabas za bata. Hizo zilikuwa sasa identifier ya kienyeji. Rabas za bata, zile ngoma zilikuwa zinaitwa ngoma. Napata dem amevaa ngoma, skirt na t-shirt. Alafu kukakuja na t-shirt fulani zimechorwa kadem macho na lips, alafu zimekuwa nika to glitters to diamonds hivi. So unapata akikaa hivyo, uso ni Vaseline. Hakuna hata Nivea. Sasa uko na class mbaya. Nivea wewe ni slay queen. Sasa ilikuwa ni Vaseline. Sasa huo ndio, lakini ukimwangalia yenyewe ni mwapili. Unaona? Ni ile tu sasa ana lack tu kitu kadogo, hiyo ndio kienyeji. Na saa hizi bado hiyo ndio kienyeji kwako? Mimi sasa hiyo ndio mimi najua ni kienyeji. Sasa saa nyingine nasikianga mkiita dem kienyeji. Unaangalia ule dem si kienyeji, hata hujui utampea description gani. Unaona? Juu ni kama gari iko kwa yard, yani hata si kwa yard, kwa salvage. Hata ya salvage si inaweza salvagika. Vitu wanaita kienyeji siku hizi haiwezi, haiko kwa salvage, haiko tuseme scrap, use kama scrap. So kienyeji ni the lowest version. For the barest minimum. I think saa hii hata si barest minimum, hiyo haina value at all. Hako na value, si ndio mlisema mnataka vienyeji? Ama mkusema hivyo? Ndio maana nimeenda kwa description yangu ya how I grew up knowing kienyeji. Juu tulikuwa tunakaa hivi, youth ni youth, unaona? Na vijana wote ufanya hizi wherever you go. So mlikuwa mnakaa hivi, days. Unajua hiyo time ya idling. Mko vijana kama wasita kwa base. Unapata dema anapita, unasikia mali na hiyo tabia inaniboingi baby. Mimi leo sizangi kupita katikati. Ni stage tu. Si pia nyinyi mna sizing machali. Mkitakutiwa nini? Sizangi kupita mali wanaume experience nimeiona. Kuna nini? Dema hataki kuangalia, hatutaongea hata alau ujue anakuangalia. Hata kupea kiburi. Unaona pande. Kuangalia tu unalenga hiyo. Ni fact, unajua madem shida yenyu mnatakanga kubehave ni kama amtakangi mtuonangi, mnatugrade, mnatuvate. Sio mwenyewe sasa umesema machali pia ni kienyeji. Haya criteria yenu ya kienyeji ni kienyeji. Kienyeji chali. Mimi mtu yote mwenye yuko exposed, mtu ashikanishi mambo, mimi kwangu ni kienyeji. Hata kwa umezaliwa tao, when in uptown, kama uko exposed to a lot of things, especially vile saizi mahali technology iko, kama uko exposed to vitu zingine wewe kwangu kienyeji. Unajua kuna machali kukuja Nairobi inawachanganya. Unapata jamani waocha amekuja amepata huku watu wana move certain, alafu anajaribu kuforce line hapo. Hiyo ni kienyeji. Kienyeji wa force line. So wewe kwako vile naangalia ni kienyeji ni ushamba. Ni ushamba definitely. Mimi sidhani kuna chali kienyeji juu
Na Aya, siku sawa. sexist. Next nini ukuja hapa, next show nini shoot ukuje uvae, unajua zile trouser hapa zimeandikwa Kanyaga anga Wasafi anga Hizo bla, bla, sija na sweta ya Wasafi Records zile ya lime zile zenye nice. hizo sweta zilivaliwa almost na the whole of Nairobi a while back. The whole of wewe mimi sikuvaa. Nilikuwa natembea kila mahali ni Wasafi. Sasa hao ni vienyeji. Sasa hao ndio vienyeji walikuwa. Si ni fashion watu wanaenda na trend. What fashion is that? Si TikTok watu wana follow trends. Na mtu yote ana follow trend ni kienyeji. According to me. Sasa mimi kienyeji ni hiyo. So kuna huyu beshte yangu alikuwa anasema tia Jaidi na kienyeji nini. Na very accurately walideal na kienyeji. Alafu unajua pia watu hujificha. Lakini ile ilikuwa public. Sasa sijui ni macho yake ndio grading, labda iko jielewe tuli make vote. Ile vote ya unajua sorry to say hii ni sasa mnakuwa na kazi hiyo it's a man's world. Hizi vitu ziko. Hata wewe sasa ile unatoka unajistyle. Ujistyle ukaefiti uende uangaliwe na madem. Kwani ni nyinyi mnafaa I did for me. For you sasa alafu. Si nikae smart nikuwe confident. Who will compliment you? Nikuwe confident. Who will compliment you? I'll compliment myself. No. Unajua. I don't do things for mimi acha nijiongelee. Yeah, you don't. Acha nijiongelee kwangu. Maybe other ladies do that. Mimi kwangu I don't dress for a man. I don't do makeup. Hata not necessarily you're not doing it for a man. Yes, you're doing it, you look good. But if you look good, who is going to validate it? You. No, it's me myself. Do nataka self confidence yangu. When you validate that you look sexy. Yeah. And so, if I don't look good, nita change ndivyo inanifurahisha. So ukivaa usikie wewe mwenyewe utoke una feel good. And then hapo nje men wako like no, that's not attractive. Hiyo ni yao. Yeah, as long as mimi niko comfortable, niko poa nayo mimi daiva. Then I highly doubt ungekuwa uko na skin care routine, like unatengeneza nywele. Me at the end of the day I believe. No, jamalia statement. Hiyo yani kujipamba, like ukitoka pale nje. Yeah, yes, it's for you. Lakini nani anai sort of validate is not the right word. But yeah, nani anaivalidate? Mimi sina self. Because not ladies. Unajua sina self esteem issues. Hiyo ni ya kutoka kwa mtu. Dem akikwambia dem atakuja kwambia you look sexy in that dress. Of course. You look. Yeah. Kwani mnacheza ile chama? Hapana, sisi huambiana if you look good, you look good. If you look sexy, you look sexy. Because I think sasa ile unatembea unaona jamaa amekuangalia, mwingine anataka kuangalia, ukiinua kichwa anatoa hivi. I think hiyo attention spending. Upendi attention. But sasa in general generalize, that's what goes on, ndio. Na not one instance nisha meet mali madem hata wajalingi chali vijana. Chali anaweza kuwa ametoka ushago huko, amevaa vest ya Jordan hizi juala. Mimi najali. Ushaona jua nini vest inaka polythene. Like jua ikiwaka tu vizuri, hiyo kitu ina shrink yote hivi kwa mwili. Mimi najali. Nani ati wajali hivi mtu lakini look smart. Anakuja hapo, akona kitumbo kwanza. Ana any form of sexual appeal but ako loaded. Sasa wewe anakulwa tu pesa, kwani kuna kitu ya maana ako nayo? Na okay, if he's affording it. Yes, kienyeji. Mtu kama huyo hata kuna mali za pesa. In my opinion, mimi dem nimemtam kama kienyeji. I don't see anything yenye zanitoa kwake fashion. Avae vizuri, anukie vizuri, avae expensive, stylish. Cause yani it's all about the outward appearance. So wewe sikuelewi, what's your definition for kienyeji? Ni dem, kuna aspects mbili. One, looks, sura, na hakuna criteria ya kugrade sura juu kila mtu ni msupu. Oh wow. But
kila mtu akona taste yake ama nini yake. So ule unajitetea sana. Wewe sema mnyaka nzuri kwa sijitetei, unajua back then ningeongea recklessly, but right now una understand that beauty sio vile. There's a lot to beauty. Tutaingia kwa another nini philosophy yenye staki, but una get the gist. Ni vile dem anakaa, unaona, na maybe like dem appearance, unaangalia hivi unaona ude mwili ako sawa, kila kitu ako sawa, unaona, lakini kidogo pale kwa uso imekataa, ama kidogo akona analakizi vitu urban kama contemporary culture, ajui kuvaa, unaona, ajui vibe, ajui the stories, unajua. Unapata dem ni mrembo nini, lakini amekaa yeye ni wale wa kukaa hapo nje ya nyumba wakisema yawa, unajua sijui nini, unaona ama uliona nani sisi walienda walifanya nini, lakini ukimwangalia hivi unaona of course kuna kienyeji wanakaa mzuri. Pia nikiwa high school tushaienda culture week KU. I believe kila mtu anajua culture week. So wewe was I in form 3 or form 4 siwezi kumbuka. So tumeenda huko culture week, unaona mademu wa campus, unajua sasa hiyo ni big deal juu ukiwa high school ujuangi kuna life hapo mbele, unajua, alafu ukiwa hapo form 3 form 4 wewe ndiye kusema. So tumeenda KU culture week, mimi nilikuwa hot live wire. Unasikia live wire? Niko form 4 lakini nimejituma. Sijui kwa sasa. Unajituma nini kwa sasa hiyo? Si unaenda una vibe, unatupa nini yako, ikikataa on to the next. Yaani auogopi, ubai kujikea. A lot of nonsense. So unaona nini inaweza happen? Like unajua ukiwa high school alafu umebag campus chick, ni big deal. Ni big deal kwa the men's world. Ulikuwa moto. Unaona? Tukaenda na best yangu sasa na yeye. Muoga kama kitu kingine anaogopa. Uko nini? Sijui basi biko. Namwambia kijana tutende. Tukaenda tukabonga, tumevibe na nini. Ashatupeleka kwa nini? Kwa hostel yao. Tumeenda hapo. Umepelekwa mpaka hostel? Si ndio? Sasa si tuko wawili. Pia huko tunaenda ngoja, ni mwanamke kama mwanaume anawapeleka hostel? Si dem. Wanaume ni kazi yao, ni mimi sina shughuli na wao. Sasa tumeenda, kuna mwingine achana huyu mwenye nilikuwa naye, yeye pia ni mjanja. Sasa tumefika kwa hostel, ule ametag best amekuja hivi. Kawaida pia wanaume na yela. Dem yellow anakam ripe banana. Popo ripe inaitangwaje popo inaitangwaje na Kiswahili? Paipai. Unaona vile ile paipai imeiva na kwanga yellow ama machungwa. Amekama hapo. La. Kijana ameharibika, nishajua yes. Dem ashaanza. Ana shrab. L ni R. Akisema lugha ni rugha. Jamii. Anaitwa wabo. Sasa wewe ulifurahishwa na alafu kidogo, akona natural bling. Unajua natural bling? Zinaitwa grills, natural grills. Authentic, organic. Akona organic grills. Si hizi fake za mabati sijui na nini. Zake ni organic from mother nature. The brown. Alismile hivi. Chocolate baby. So, okay, kusema kweli ilikataa. Hizo vitu mbili, kushrub na meno. Sasa at that point, hiyo kushrub ilikuwa ushamba. So inawe pia wewe ukisema kienyeji kuna ushamba hapo iko. But urembo alikuwa. Ingekuwa a few years later, hapo hakungekuwa na compromise, ingekuwa nini. But sasa
hiyo nini ya kienyeji hiyo ndio mimi nilikuwa nataka understanding yake juu hiyo jina kienyeji inatumika vibaya sana. Kienyeji ni mshamba tu. Kienyeji si mtu akuliki. Ndio anakulika lakini mshamba. Amemiss tu kitu kidogo tu. Kidogo. Lakini kwani hakuna ubaya kwa kienyeji, hakuna ubaya. Lakini Gen Z nasikia wanaita kwanza kuna place fulani. There's a certain place kuna oh my god, I am demeaning this other gender but sorry, hizi ni vitu ziko. There's someone somewhere walikuwa wanamuita kienyeji na nilikuwa na wakataza daily. Wacheni kumuita hivyo. Wacheni kumuita hivyo. Because one, hafiti hiyo bili ya kienyeji. Vile tu nimesema nikikompea na magari. Kuna tofauti ya salvage na scrap. Lakini sasa hata hiyo. Sasa kwangu kienyeji, wacha niseme ni salvage. Imebondwa lakini inaweza ingia kwa barabara. Lakini scrap hiyo ni hakuna, haiwezi. Sasa hii scrap ndio watu wanaita kienyeji na which is not good. Lakini sasa unajua version yako ya kienyeji, si version yako. Ili change wapi? Because wewe the earliest version is the authentic version. Wewe vile unaona, unajua unaweza wewe kwa macho yako. Mimi nakwambia. Macho yako ni different. Vile ilikuwa. Unaweza kuota demu yako ni kienyeji lakini unaangi hivyo. Kweli. Toto si toto. Inaweza kuwa lakini wewe mwenyewe unaona ameweza kabisa. Ama mwingine anaona demu yake ameweza, wewe kwako ni kienyeji. Lakini pia character, I think ni character. Hiyo kienyeji nitaikategorize na character. Unapata mtu hana etiquette. Mimi kwangu ni kienyeji. Juu, but ina make sense. Kuna a certain place nilikuwa na refer pia tu kienyeji. Alafu ama jamaa ananiuliza, "Ai, leo ni kienyeji." Niambia, si ndio? Sasa kwao ile ni mali. Ile ni una get hivyo. Ndio sasa anyway. Ni etiquette, I think mimi na categorize na kama ana etiquette ni kienyeji kwangu. Of course, kama una fashion sense. Lakini hata hao maselebu wetu wa saa hii hawana etiquette, so hao ni vienyeji. Si kuna vile unaangalia mtu ana mimi sisemi ni celeb ama si celeb. Kama una etiquette ni kienyeji kwangu. Kama una fashion sense hata nikuulize. Ni kienyeji kwangu. Hata nikuulize swali. Pretty ni kienyeji. Pretty well, naweza mcategorize ya kama kienyeji. Before or after. Unajua sasa amechinja, kuna vile anataka anaharibu soko. Sasa anakaa poa. So si kienyeji. Si judge kwa looks. Kienyeji kwangu si looks. So kienyeji has nothing to do with looks. Has nothing to do with looks. Kuna watu warembo kienyeji. Kuna watu wenye anakaa sijui aje lakini kienyeji. Na dem mrembo lakini anakaa hivi straight. Straight aje. Like ana wewe si kienyeji, sina kwambia si appearance. Ni character. Wewe ni wale wa inner beauty. Hapana, pia outwardly lazima ukae mzuri, lakini kienyeji ni character. Unaweza kaa chini na mtu dhani ni kienyeji, lakini mkiongea naye have conversations. Anyway, mimi ningependa kujua mambo ya kienyeji. Na sasa kienyeji wana taste aje? Ndio umekula kienyeji. What's the difference between a kienyeji and hiyo version nyingine? Acha nikwambie. Opposite ya kienyeji ni? Jinsi mali ama. Sasa kienyeji na mali situambie difference. Difference ni kienyeji kwanza kuna version tofauti. Herere, managu, kanzira, na slap. Hizo. Herere. Ukishika na ugali inaweza. Alafu sasa hizi zingine hizi vitu hazi make sense. KFC. Chicken. Hizo. Hakunanga kitu hapo. So in short, one kidogo haina nutritional value. Ni expensive for nothing. Tunaongelea nini kwanza? Kienyeji na hii yenye siki na mali. Food ama juices. Wewe umeniuliza kienyeji. Kienyeji one, high value, nutrients. Quality, affordable. Na iko na value. Hapo kwa affordable ndio mnapenda. Iko na value kwa mwili. Unaona? Na iko na grip.
Wow. Si kama KFC. KFC iko na mafuta mingi, unaanza inakupatia sijui diabetes, inaitwaje hizi ugonjwa za kunona, naona mtu anafura na kama amepulizwa. So in short, wewe jisema wewe una prefer kukula nini? Wacha wale watatuambia kwa comment. Hao watatuambia. Sasa tuko na wewe, ndio mimi pia nikwambia my version. Mimi nataka kuenda show, hebu niambie hapo. Hapana. Kabla tuenda show. Wewe sema unapenda version gani ndio uko unajua unakulanga nini? At least ujue what's your diet. Unajua tunaweza kwa tunataka kuplug na someone there. Na maybe tunakuletea kitu. Unaongelea chakula ama unaongelea nini? I am lost somewhere in the conversation. Mimi nimekuambia juu ya chakula KFC. Na managu. Dem kienyeji. Dem kienyeji. Dem kienyeji na dem umesema KFC whatever. KFC. Mimi naye napenda chakula tamu. Mimi siwezi chukua kienyeji because one, two, napenda mtu anajua kazi yake. Sio ati unanifanyia vituko pale. So napenda mtu lively. Na kienyeji is not. So I love me some modern man. Okay, anapenda mayoyo, cool kid. Anyway guys, hiyo imekuwa simple talk hapo hivyo. And ningependa pia mimi kusikia take from outside, unajua hapa hakuna expert. Ndio, ni kuongea tu. Imagine hizi ni stories tuzivai. Usikue unajiita hapo kienyeji. Labda unajiita kienyeji na wewe. Maybe si kienyeji. Nataka tuseme kwa ubaya, hata ukikuwa kienyeji bado uko sawa. Usimchukie bure juu nimesema kienyeji ama amesema kienyeji. Vile tulisema we listen, we don't judge. See, we don't judge. That's true story ama namna gani? Yeah, all in all ningependa kuthank Champ Logan Studios au ndio wako behind the cameras, my equipment, the sound hapo hivyo vile unaisikia. So kama uko na event yoyote, wedding, party, club shoot, what else? What are the events zote? Any sort of event ama any sort of corporate event ama any sort of media production unataka video zichukuliwe, maybe uko na script unataka ishutiwe, contact Champ Logan Studios, contact Magic Sam Enterprise, contact Champ Logan, contact at DCS. Utaweza kuwa hooked up hapo, tunakupatia discount ukitoa kwa any of the contents zenye zinakuwa shown. That is simple talk na sessions with S. Come through that channel tunakupatia discount, ndio. Na ningependa pia ku big up Rodiwe Properties Management, ni watu wanadeal na mambo na land. Ukitaka land for development, for commercial purpose, for residential purposes, tafuta Rodiwe Property Management. Kama unataka space kubwa, go down, unataka space ya supermarket, Rodiwe Property Management watakulink pia hapo. Ukipitia through Magic Sam unapata discount yako, ama ukipitia through DCS. And finally tuko na Silent Gardens. Silent Gardens ni place ina hold events pia. Kama uko na after party, pre-wedding, uko na chama, kuna rorashio wanaendanga kwa niama, lazima iko kwa boma. Tuseme kama hawana space kwa boma, opt up. So kuna enough space, kuna place, kuna vitu za watoi, kuna space ya watoto ya kucheza, kuna car wash, kuna club hapo unaweza watch football kama wewe ni fan wa football. Kama unapenda vipochopocho hizo vitu tumekuwa tukiongelea, kuku steak imedipiwa kwa mafuta, imemarinatiwa, kuna hoteli hapo. Na kama pia wewe ni mtu wa weightlifting, chupa 2-3 hapo pia hapo iko enough space, iko hapo, very serene, very beautiful. Silent Gardens. All in all tunawaambia